maisha yanaanza kuwa magumu. Bali sio hivyo tu, inapelekea mpaka mtoto wa kike kuachwa. Mara nyingine mwanamume hana tabu, kampenda mke wake hivyo hivyo alivyo, wamepata mtoto, Mungu kachelewesha kuwapa watoto, bali ili jambo halipo mikononi mwa mwanamke. Katika aya nyingine anasema lillahi mulku samawati wal ardh yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur. Mungu ndiye mmiliki wa vyote vilivyomo mbinguni na ardhi, anaumba atakavyo. Sio hivyo tu, yakhluqu ma yasha'u inatha, anampa mtakaye watoto wa kike tupu, wa yahabu liman yasha'u dhukur, na anampa mtakaye watoto wa kiume tupu. Wako baadhi ya watu anaitoa hapa ni Mungu, anayesababisha mtoto wa kike abebe ujauzito ni Allah, sio yeye yule. Kwani hata yeye ni mtoto wa kike, hataki kuzaa. Na mara nyingine unaweza kaona tatizo analo mwanamke, kumbe tatizo liko kwa mtoto wa kiume. Wallahi inawezekana. Wangapi washawaacha mabinti wanakwenda anaoa huko wanakokwenda kuoa, pia hali inakuwa vile vile. yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur wa yaj'alu man yasha'u aqim. Angalia, na anamfanya mtakaye kuwa tasa, hazai, ni Allah. Bali sio hivyo tu, inaweza ikachukua muda mrefu. Ushahidi, historia hii inatuambia wakasubiri na subira yao, wakamuomba na Mwenyezi Mungu, baadaye wakaja wakapata mtoto. Mimi nimeshashuhudia baadhi ya familia za namna hii, watu wameoana toka wako vijana kama umri wangu au zaidi, wadogo kama hapa, mpaka washakuja washaishi miaka na miaka, huko Mwenyezi Mungu anakuja kuwapa watoto. Sasa hili lisiwe bakora ya kuwapigia wale ambao hawajashika ujauzito kule majumbani. Aalidu, anauliza hivi sasa, tazami wa ana ajuzu, na mimi kizee na mume wangu huyu mzee, na hadha la shay'un ajib. Hii yasani jambo la ajabu, kama vile anakaribia kusema haiwezekani. Walijibu nini malaika? Ataajabina min amrillah subhanahu. Unaona ajabu katika mambo ambayo kashayapanga Mwenyezi Mungu. Rahmatullahi alaykum wa barakatuhu ahla albayt, wakawatekea rehema pale na baraka za Mwenyezi Mungu juu ya wale watu. Ili jambo lipo mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, tusiwalaumu, tusiwabague, hususan sisi vijana na familia kule nyumbani, wale ambao Mungu kawapa mtihani wa haichelewa kushika ujauzito. Subhanallah. Bali wengine katika sisi wanaume, mke wake kajifungua mara ya kwanza mtoto wa kike, mara ya pili wa kike. Kwa hiyo sisi tunapenda akija mtoto awe mwanamume dume. Wengi wetu akiwa sasa wanakuja wa kike watupu, anaanza na laumu, anaanza na chuki, bali anaanza pengine anawachukia na wale watoto wake mwenyewe. Makosa kufanya hivyo. Unaweza ukalipenda jambo kumbe halina kheri na wewe, na ukalichukia jambo kumbe lina kheri kwako. Hao wa kike unaowachukia huenda wakaja kuwa na manufaa makubwa katika jamii na umma na kwako, kwa dunia yako na akhera yako. Ushahidi ni Qur'an. Qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu lak ma fi batni muharrar fataqabbal minni innaka antas sami'ud du'a. Angalia ushahidi kwamba wewe unaona mtoto wa kike hana faida. Mke wa Imran alibeba ujauzito, ikisha ndani ya ujauzito wake akaomba dua. Hapa kina mama wachukue somo, akaomba dua, ya rabbi inni nadartu lak, Mola wangu mimi natia nadhiri na kutilia nadhiri kwa ajili yako, ma fi batni muharraran, kilichopo tumboni mwangu na kiacha huru, yani kiwe ni cha kwako, aje kukutumikia wewe, huyu aje kuwa shekhe. Uko anakaa Filistini siku hiyo pale Baitul Muqaddas, manake huyu atakayezaliwa awe wa kiume, aje kuwa ali, anawadurusisha watu msikitini, anawaelekeza watu khairi, anasimamia dini yako. Innaka antas sami'ud du'a. Wa mama wangapi wameomba dua za namna hii wanaposhika ujauzito kwa watoto wao? Inawezekana kumbe hizi tabu tunaziona kwa baadhi ya watoto mitaani, wao walikuwa hawaombi dua kule, waombe dua kina mama. Anakubali Mwenyezi Mungu dua zao wakati ule kwa haraka mno. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha
Alipojifungua matarajio yake alikuwa atakaye wa kiume aje kuwa shekhe, aitumikie dini ya Mwenyezi Mungu. Ambia ya Rabbi, nimejifungua wa kike. Kama alingia huzuni, huyu wa kike atakuja kufanya nini huyu? Wallahu a'lam bima wada'at. Alihuzunika kidogo kwa sababu tu yake anataka aje kuwa wa kiume au shekhe, lakini wallahu a'lam bima wada'at. Mungu anajua zaidi kwamba hichi ni kizaa, pengine huyu wa kike ana kheri zaidi kuliko ambaye nitamani mimi. Ndio hiyo hapa, wallahu a'lam bima wada'at. Lakini walaysa dhakaru kal untha, na si wa kiume kama anavyokuwa wa kike. Wa inni samaituha Maryam, na mimi nimempa jina huyu atakuwa aitwa Maryam. Maryam wana tafsiri, wenye kutafsiri yani mtumishi mwenye kumtumikia Mwenyezi Mungu. Maryam, wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytani rajim. Baada ya hapo namlinda yeye huyu na kizazi chake na kilinda kutokana na shaitani rajim. Tizameni faida, hatuwezi kuielezea historia yote, lakini tizameni faida iliyopatikana. Kaomba wa kiume, hakuja wa kiume, kaja wa kike. Nani? Maryam. Isome historia ya Maryam katika sura Maryam, ukamtizame umuone Maryam walikuwa mtoto wa namna gani. Bali sio hivyo tu, alikuja kuzaa mtume. Subhanallah, al-Masih ibn Maryam, Isa. Hii dua ya mamake, angemzaa wa kiume pengine asingekuja kupata sharafu hii, mke wa Imran. Sasa mara nyingine tusiwalaumu wanawake, tusilaumu zile kadari namna zinavyokuja. Anasema Mwenyezi Mungu, man radhiya biqadari a'taituhu ala qadri, atakayeonyesha kuridhika kwa yale maamuzi ya kadari yangu ndani ya moyo wake, akaridhika vile ambavyo nitamhukumia mimi, a'taituhu ala qadri, nitampa kwa kadri ya ukubwa wangu. Wewe unajua ukubwa wa Mwenyezi Mungu uko. Unatamani aje wa kiume, akija wa kiume anakuwa huko, anakuja kuleta tafurani tani, anakuja kuwa jambazi. Wangapi hapa katika wazee wana watoto vijana wa hovyo, kuwatambulisha mbele za watu, huyu mwanangu anaogopa. Wangapi? Basi ridhika na kadari ya Mwenyezi Mungu. Bali tusiwalaumu wanawake, bali tuwaombee dua, bali tukubaliane na yale matukio ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu yani inna Allaha ala kulli shay'in wakil. Mwenyezi Mungu ndiye mpangaji wa kila kitu na si kiumbe mwingine yoyote katika sisi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, astaghfiruhu.